Kuna taarifa hapa za ndani za siri ambazo ni za kushitua sana, ambazo zimeweza kuachiliwa. Hizi ni za ndani sana na utashangaa ni kipi ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Kabla ya taarifa hizi, ikiwa wewe ni mgeni, na kuomba tu uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Na cha muhimu cha kuzingatia, naomba mtazamaji usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu nikufahamishe. Ikulu ya Chamwino ambapo Samia Suluhu Hassan anaendesha shughuli za uongozi haikaliki sasa hivi. Kuna tangazo maalum, tangazo la kutisha ambalo limeweza kutolewa na huwezi kuamini. Kuna kikosi, na sio mara ya kwanza umesikia kuhusiana na kikosi hiki, kikosi cha TFF, yani Tanganyika Freedom Fighters, wametangaza kumuondoa Samia Suluhu mamlakani. Kwa nini? Kulingana na mwenyekiti ambaye ni wa TFF, Tanganyika Freedom Fighters, ambaye anaitwa Tumaduya, amekuja katika mitandao ya kijamii huku akitangaza ya kwamba Samia Suluhu Hassan ataondolewa mamlakani kupitia kikosi hicho ikiwa serikali itajaribu kumuua kiongozi ama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Tundu Lissu amekaa gerezani Ukonga kwa mwaka mmoja sasa, kwa sababu juma lijalo atafikisha mwaka mmoja ikifika tarehe 9. Sasa kuna siri, kuna fununu zimekuwa zikitolewa hapa na pale kwamba kuna njama ya kumuua kiongozi huyo Tundu Lissu ambaye aliweza kushtakiwa kwa kosa la uhaini, kwa sababu jamhuri imekosa kuwa na ushahidi ambao utampata na makosa ya uhaini ili anyongwe. Sasa kuna madai kwamba kuna njama inapangwa na akina Bashite kwamba Tundu Lissu auliwe. Sasa kikosi hiki kimekuja na kutoa taarifa kwamba wasituputu, wasijaribu kumuua Tundu Lissu kwa sababu Tanzania haiwezi kukalika. Tanzania, Samia Suluhu Hassan na serikali yake itaondolewa mamlakani ikiwa Tundu Lissu atauliwa vile njama ziko, kwa sababu tumekuwa tukisikia madai hapa na pale kwamba kuna mipango itawekwa wakati Tundu Lissu anatoka gerezani kuelekea mahakamani, vurugu ianze nje ya mahakama ama ndani ya mahakama anapoingia ama anapotoka, ili mtu mmoja atoe risasi amfiatulie au wawe iwe waseme ni vurugu ama vurugu ilikuwa inaendelea, mshike hapa na pale. Kwa bahati mbaya aliyempiga risasi ya chuma hakuonekana ni nani. Sasa hichi kimeweza kusababisha mtetemeko katika taifa la Tanzania, kwa sababu kikosi hiki cha Tanganyika Freedom Fighters wametangaza wasitubutu. Serikali ya Samia ikitubutu, naye ajiandae kuondoka mamlakani, kwa sababu hawatakubali liwalo na liwe na liwalo, Tundu Lissu auliwe. Najua Tundu Lissu kufungwa kwake ni kwa sababu ya siasa za Tanzania, baada ya Suluhu Hassan kuona yeye ni mwanamke, yeye ni Mzanzibar, hawezi kushinda uchaguzi, akamzuia Tundu Lissu kuwania kiti cha urais, wakamwekea kesi ya mchongo, akasema huyu amehusika katika uhaini. Sasa haiwezekani kuwania kiti cha urais, akamzuia. Akaona hiyo haitoshi, akamweka ndani, na baadaye akaona kuna mmoja amepaki ambaye ni mpina wa ACT Wazalendo, naye akamzuia, hawezi kuwania kiti cha urais, akawa peke yake kwa debe. Jambo ambalo liweza kusababisha maandamano makubwa kutanda hapa Tanzania, kwa sababu wengi walikuwa wanatarajia Tundu Lissu atakuwa miongoni mwa wale ambao watawania kiti cha urais ili waweze kumpigia kura na hata mpina, lakini Suluhu akagundua kwamba hangeweza kushinda, na hata hivyo hakushinda kwa sababu hakukuwa na uchaguzi. Makaratasi yaliweza kutapakaa kila mahali, vituo vya upigaji wa kura viliweza kusambaratishwa, uchomaji wa vituo ama stakabadhi maalumu za upigaji wa kura. Yani akajichagua yeye mwenyewe, kwa sababu tulishuhudia mitandao ikizimwa,
tukashuhudia intaneti haiko, stima haiko, nguvu za umeme, lakini baadaye tunaona tume ya uchaguzi ikimtangaza kwamba yeye ameweza kumiliki kura milioni 31.7, jambo ambalo liliweza kuleta taharuki. Tanzania unajua tuko zaidi ya milioni 60 watu. Sasa tunashindwa ni kivipi kituo cha Mbeya kiliweza kufanikiwa kutuma matokeo ya kura kama kura zilikuwa kuelekea kituo kikubwa ama penye kilikuwa kile cha kujumlisha kura makao makuu. Ni kivipi waliweza kutuma kutoka hapa Mbeya kuelekea huko kwa sababu hakukuwa na interneti? Jambo hili ndio lilileta taharuki, kusababisha maafa, watu wakauliwa, vyombo vya dola, jeshi la polisi wakapiga risasi, Watanzania wakaangamia. Sasa ndio maana imefika wakati lazima Watanzania wajitetee. Imefika wakati kikosi hiki cha TFF wamesema wasitubutu kumuua Tundu Lissu, kwa sababu wakimuua Tundu Lissu kitanukishwa tena katika taifa la Tanzania. Na jua jamaa huyu ambaye ni mwenyekiti wa TFF ambaye anakuja katika vyombo ama katika mitandao ya kijamii kila wakati, ambaye anaitwa Tuma Duya, anasema ya kwamba kitanuka Tanzania ikiwa Tundu Lissu atauliwa. Kwa hivyo kile ambacho Watanzania wengi wanataka, tumeona mataifa mengine, Marekani, Umoja wa Mataifa, bunge la Ulaya likitoa amri kwa Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu mara moja pasipokuwa na sharti lolote, akabidhiwe ama apewe huduma za matibabu na akubaliwe aende nyumbani kuona familia yake. Na Suluhu ameshupaza shingo, amekataa kumwachilia huyu jamaa ambaye anaitwa Tundu Lissu. Na kuna fununu hapa na pale kwamba watu wa Samia wanaenda kwa familia ya Tundu Lissu kuwapembeleza, waende waongee na Tundu Lissu, akubali, anyenyekee ili aweze kukutana, wawe na mazungumzo na Samia Suluhu Hassan, ndiposa aweze kufunguliwa kutoka gerezani. Na tukajua taarifa za ndani, tukazipata hizo, tukaziweka hapa. Taarifa zingine tukazipata kutoka Tundu Lissu, akasema yeye hawezi kukubali kwa sababu hajafanya kosa lolote. Yani ananyenyekea kwa nini? Kwa sababu hajafanya kosa, ndio maana anasimama imara. Lazima haki ipatikane, lazima demokrasia izingatiwe katika taifa la Tanzania, kwa sababu hawezi kubali kwamba waende wasalimiane na Suluhu kwa sababu yeye hajafanya kosa lolote. Sasa hayo ndio yanaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania, na tutaendelea kufuatilia habari hizi za ndani, ni kipi ambacho kinafanyika, kisha baadaye tutakuwa tunawafahamisha moja kwa moja. Naomba kutamatishia hapo hii kanda, tukutane katika kanda ambayo tutaitengeneza tukipata taarifa hizi za ndani. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV na huja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele, na utaendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.